Ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa Tumpe. Kwa Tumpe nilikuwa. Ulikuwa kwa Tumpe, si ndio? Ulikuwa wapi? Kwa Tumpe. Twende kwa huyo Tumpe, twende. Wewe ndio unaona kwambia nini kuhusiana na huyo Tumpe wako? Twende. Shoga yangu, wewe unalalalala tu muundani. Hivi hujui kama uko mchumba wako anataka kumuoa msichana mwingine? Mchumba wangu mimi? Ndiyo. Mwanamke mwingine? Ndiyo, huyo mwanaume wako huyo. Aya, huyo mdada ni nani? Simjui huyo mdada mwenyewe. Mimi nimesikia wanaongea tu. Hizi taarifa nimezipata tu huko, nimekuta watu wanaongea, nikasema ngoja nimfikishie shoga yangu hizi taarifa. Sasa muache huyo ambaye anajitoa ufahamu ajichanganye. Ngoja nimkute, yani mwanaume wangu mimi sishai na mtu yoyote. Wa kwangu mimi ni wa kwangu mimi. Sasa kama ananengeneka, muache, anachokitafuta atakipata. Za saizi hapa. Salama. Kwema lakini hapa. Kwema. Hivi Tumpe, huyu mdogo wangu alifika hapa leo nyumbani kwako? Alikuja. Alikuja hapa? Alikuja akanisaidia kufua, alafu akaondoka. Wewe niangalie. Alifika kweli? Kweli kaka. Kweli kaka. Kweli. Wewe niangalie mimi. Umenielewa vizuri? Yaani hapa hajanijua vizuri bado. Hajajua hii namba ngapi. Anatafuta moto ambao haujui umewashwa na nini. Haya, mimi ndo nishakwambia. Hapa kwako sikai, naondoka. Kwa hapa ndo unaondoka? Mimi naondoka. Haya sawa. Haya, baadaye ujumbe nishakupa. Yaani wewe mwanamke nikimjua. Ataniuliza vizuri mimi nani? Nani simjue? Yaani nikimjua. Bado cha moto kipo jikoni kinachemka. Hivi unajua unanichanganya? Msikiliza tu. Nielewe vizuri. Sawa. Huyu ni mdogo wangu. Sijui unanielewa? Wewe ni shoga yake. Nimetoka huko nyumbani naye amedai kuwa alikuwa hapa. Majibu yamenilizisha. Ila tambua kitu kimoja. Huyu mimi ni mdogo wangu. Na namlinda. Sasa kama ni rafiki wa bora kwa mdogo wangu, basi endelea kuwa naye karibu. Ila nikigundua kuwa kuna kitu cha utofauti unanidanganya, utoniona kabisa katika mazingira sawa. Naomba unielewe. Nielewe kwa niaba ya huyu. Ananipa shida huyu. Twende nyumbani, twende. Twende. Vipi shoga yangu, hiyo safari tunaenda kweli? Siendi sema yote. Hapa yenyewe nachota maji na beka ndani hapa ni kwa tayari.
Karibu. Chombo changu. Pita hapo, chukua kitu nikaa. Leta simu. Bora ulivyokuja. Anyway, na mimi nikija tu nikikuona kazi zako basi lazima uniachie. Na wewe kinachokufanyaga ukae muda ambao mimi nafanya kazi na wewe ndo unakuja kitu gani? Wewe tena ukomi tu. Haya. Vipi, kuna shida? Hamna shida shoga yangu. Sawa, kila laheri. Watu na mapenzi yao. Sure. Asa ndo nini kile ulichonifanyia jana? Mkuku na kakako mimi hata sijawaelewa. Mwenzangu hebu acha tu tumpe. Mimi juzi kuna issue imetokea, mkuta kaniambia twende ulipokuwa. Mimi ningefanyaje? Ikabidi niseme nilikuwa kwako, ndo vile kunikukuta kunileta mpaka kwako. Mimi ningefanyaje? Hebu sikiliza. Mimi sitaki unifiche. Naomba uniambie ukweli wote. Yaani nieleze kila kitu ili nipate kukuelewa. Maana naona unanivunga tu. Na wewe naye bwana. Mimi mwanzo jana nilitoka nyumbani kaka alikuwa hayupo. Nikatoka nikaenda kwa Tawile. Sasa nimefika kwa Tawile nimechelewa kurudi nyumbani namkuta kaka karudi. Kumkuta kaka karudi ndo kuniuliza umetoka wapi? Sijui ni na nini? Ananifokea kama unavyomjua. Wewe unadhani wewe ungefanyaje? Nikamwambia nilikuwa kwa Tumpe. Nikajua yataisha. Twende nipeleke. Ndo kabidi tumebuluzana kikikiki mpaka tumekuja pale. Mimi ningefanyaje shoga yangu? Samee tu bure. Hivi unajua unanikosea shoga. Tena unanikosea. Nisikize nikwambie. Wewe ujinga wako unaofanya, kakako anaweza kaisi sisi letu moja. Sasa ona kama iko ulichokifanya. Mimi uliniambia chochote kile. Yaani hujanipanga lolote. Yaani hata sijui kwanza kilichotokea wala kinachoendelea. Mimi tabia yako sijaipenda. Alafu tu kingine nikwambie. Hebu achana na ule Tawile. Anakusaidia nini? Yaani anakusaidia nini? Hebu achana naye. Yaani ugombana na kaka yako kisa Tawile? Achana naye. Shoga yangu wewe ni rafiki yangu wa damu. Lakini tu nisikufiche. Siwezi. Kumwacha Tawile siwezi. Tuendelee tu na mengine. Lakini kusema mimi kumwacha siwezi, wewe ni bebe, tuendelea tu kunibeba basi. Nitakubeba mwisho wa siku utakuja kudondoka. Huo ndo ukweli. Wewe kama vipi achana naye tu. Siwezi. Fanya mambo mengine bwana. Haya. Afadhali. Kwa nini? Bwana. Hapana, hisi mnachelewa. Mdogo wangu Shoran. Ndio. Sawa. Hii story nilikuwa nataka kusubiri hapa. Maana nilikuwa nahisi unachelewa huko. Ila kitu kimoja, mimi natoka hapa nyumbani. Sijui unanielewa? Ila jitahidi basi usinikwaze. Ubaki hapa nyumbani. Na maanisha hicho. Sawa? Ndio. Baki hapa nyumbani, fanya hapa kazi zako ndogo ndogo, nisubiri kakako. Sawa? Sawa. Ubaki hapa nyumbani. Hamna shida. Sawa. Na kuhusu swala la jioni, mazingira hayo nitarudi nayo. Sijui unanielewa? Wewe fanya tu kazi zako hapa ndogo ndogo, alafu baadaye tutaonana. Weka hiyo nyavu ya kuku vizuri. Haya, bye.
Kiduchu. Kiduchu. Simu yako inaita. Halo? Dada, shikamoo. Marahaba, mambo vipi? Unaendeleaje? Poa, sijui. Salama, sijui nyie huko. Haya mdogo wangu, mimi nilitaka kujua tu unaendeleaje basi. Basi tena vipi kuja huko? Wewe acha tu. Mwenzio nilisahau kabisa kuongea na shemeji yako. Ila hata usijali. Leo nitajitahidi akirudi nikae niongee naye. Lakini dada, kwa hiyo safari imegairishwa tena. Umesikia? Ngoja niongee na shemeji yako kwanza. Nimekwambia subiri, shemeji yako sijaongea naye na maana sijakupa jibu. Kwa hiyo subiri. Haya, sawa. Nilisahau kuongea naye. Kwa nini ninapoongea naye kila kitu kitakuwa sawa mdogo wangu, sawa? Sawa. Haya, uwe na siku njema. Haya.